Shalom, Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana mahali popote pale unaponifuatilia. Amani iwe nawe, ninatumaini unaendelea vizuri kabisa. Ninayezungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ninaomba fuatana nami katika kipindi hichi cha mafundisho ya tafasiri za ndoto na maana zake. Ziko ndoto hizi ambazo watu wengi wamekuwa wakiziota, lakini wamekosa ufumbuzi au kujua mafumbo yaliyoko ndani ya ndoto hizi. Ninaomba fuatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho na Mungu atakubariki sana. Sasa ndoto zenyewe tunasema kwamba pale ambapo ukaota ndoto ukaona umepoteza funguo au umeibiwa funguo katika usingizi wako, yani unakuta umelala alafu then unakuta funguo uliokuwa nayo umeipoteza, pengine uliweka kwenye mfuko au kwenye mkoba au sehemu yoyote, lakini unakuta funguo haipo na unahitaji kufungua mlango. Sasa ishara ya namna hiyo, ukiota ndoto ukiona umepoteza funguo au umeibiwa funguo kiroho, hasa ishara ya namna hiyo manake ni kwamba unajuzwa umepoteza ile mamlaka ya kiroho au ile mamlaka ya Bwana iliyokuwa ndani yako, kwa sababu Yesu anasema, nami nimekupa mamlaka, utakalolifunga mbinguni litafungwa na duniani, utakalolifungua duniani na mbinguni nako litafunguliwa. Sasa kiroho ukiona umepoteza funguo, manake umepoteza mamlaka. Unahitaji haraka sana pale ndoto ya namna hii inapokutokea au unapokuwa unaiona, manake Mungu anakujuza uingie kwenye maombi haraka sana uweze kuishughulikia ndoto ya namna hiyo, uweze kuomba kwamba Mungu, ninaomba ile mamlaka yangu iliyopotea, mamlaka yangu iliyoibiwa, ninaomba ipate kurejea. Unajua mamlaka ni kitu kimoja cha muhimu sana na cha thamani sana katika maisha ya watu, kwa sababu hizo wanasema kwamba mtatoa pepo, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka, nange na kutoa pepo. Pepo, unajua unapolikemea pepo au kemei pepo kwa kuliomba kwamba pepo, ninaomba toka huyu mtu, muachie huyu mtu awe salama, angalia anavyoteseka. Na pepo huwezi ukaliomba. Kwa sababu gani? Unapolikemea unakemea kwa mamlaka, unasema kwa mamlaka ya jina la Yesu. Manake ni mamlaka, ni funguo, ile funguo inayofungua na funguo inayofunga. Manake unaweza kufungua vifungo vya magonjwa, unaweza kufunga vifungo vya laana. Sasa unaona maana ya mamlaka. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unaota ndoto unaona umepoteza funguo, ni muhimu sana ndoto ya namna hiyo ukaishughulikia, manake kuna kitu kikubwa cha thamani sana katika maisha yako kinakuwa kimepotea. Kwa sababu ukipoteza mamlaka, manake hapo itabidi urudi kenye kuomba, yani kenye kusii, kitu ambacho unatakiwa ukipate kwa amri, unaanza kukiomba ili ukipate. Sababu umepoteza mamlaka, yani ni sawasawa mlango wa fedha pia unaweza ukawa hauwezi kuamuru tena ule mlango wa fedha, wa uchumi, wa kuinuka, wa kuongezeka. Hivyo vitu hata ukiwa unaamuru vije, haviwezi vikaja kwako. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeipoteza ile mamlaka inayoamuru hivyo vitu unavyovitamka viweze kutokea. Kwa hiyo ipo haja na umuhimu mkubwa wa kudili na mamlaka iliyopotea katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tunasema, ukiota ndoto ukiona ofisi yako inasafishwa na kuchukuliwa na mtu mwingine katika usingizi wako, nakuta umelala alafu huko ofisini mtu anakuja anasafisha hiyo ofisi, anafanya usafi, alafu anakuja anakaa mtu mwingine, pengine umeajiliwa kwenye ofisi. Sasa ishara namna hiyo, kwanza uhitaji kuingia kwenye maombi ya kuvunja, kwamba kuna mtu anakuja anachukua nafasi yangu, anachukua anachukua nafasi yangu ambayo mimi nilikuwepo, au mimi ambao nimetumika kwa miaka 3, 5, 10. Sasa ukiota ndoto ukiona mtu anakuja mwingine anafagia hiyo ofisi, anaifanyia usafi, alafu wewe unaona kama unatolewa hapo. Sasa ishara namna hiyo ni ishara nzuri, maanake Mungu anakuonyesha kwenye hiyo ofisi au kwenye hiyo sehemu unayofanyia kazi kuna mabadiliko makubwa sana yataenda kutokea, na hayo mabadiliko yatakapotokea hayatakudhuru wewe, hautadhurika. Ndio maana ukaona kwanza wanasafisha, manake hapo tunaposoma maandiko, hata yule Pilato alipoletewa habari za Yesu, maandiko anasema alinawa mikono akasema, mimi sidaiwi damu ya mtu huyu mwenye haki. Kwa sababu gani? Hakupata hatia yote au hakupata kosa lolote. Kwa hiyo
kiroho ukiota ndoto ukiona mtu anakuja ofisini kwako na anafagia, anafanya usafi, maana yake ni kwamba Mungu anakujuza kwamba ziko baraka ambazo utaenda kuzipata, pamoja na kwamba kuna mabadiliko yatatokea, lakini Mungu anakuonyesha hata ukitoka kwenye hiyo nafasi utaenda nafasi nyingine kubwa zaidi, nafasi nyingine nzuri zaidi, iliyobeba baraka, iliyobeba ushindi, iliyobeba mafanikio katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tunasema kuota ndoto kuona unabeba mzigo. Hiyo ni ishara ya kutumikishwa na roho za utumwa, pale ambapo unaona umebeba mzigo kwenye kichwa, au umebeba mzigo kwenye mabega, au umebeba mzigo mgongoni. Sasa ishara ya namna hiyo, pale ambapo unaota ndoto unaona umebebeshwa mzigo, hiyo ni alama ya kutumikishwa. Manake ulimwengu wa kimwili tunakuona ni mzima, tunakuona unatoka na kuingia, unatembea, unapiga ruti zako za hapa na pale, ila kiroho Mungu anakwambia kuna vifungo uko navyo, kuna roho za kutumikishwa ambazo uko nazo. Na tunapoongelea habari za mizigo, tunaongelea habari ukiota ndoto ukiona umebebeshwa mzigo, pengine ni kipeto, au mtu mwingine ndo anaota amebeba mizoga ya wanyama, au amebeba jeneza, au mwingine unakuta ndo amebeba mzigo, kabeba kipeto cha takataka. Sasa ishara zote za namna hiyo, maana yake kiroho Mungu anakwambia kuna roho ya utumwa inakusumbua. Sasa hii roho ya utumwa inaweza ikawa utumwa wa vitu. Kuna vitu unakuta mtu anatamani kuviacha, vitu vibaya, lakini haviachi. Unakuta mtu ni mlevi, yani hataki kabisa ulevi na anauchukia, anafika kila siku, yani yeye ni toba, Mungu ni rehemu, niliahidi sitalewa tena, lakini kishawishi kikatokea, nikajikuta nilipotembea na rafiki yangu fulani nikajikuta nimeingia tena kwenye ulevi. Maana yake ule ni mzigo, ni kifungo chake hicho kinachomsumbua, ni kifungo chake hicho kinachomtesa. Au mwingine unakuta anaahidi kabisa, Mungu, mimi hii roho ya zinaa hii siitaki tena. Huu mwaka mpya ninaoenda kuanza sihitaji tena kuzini, sihitaji tena na sitaki tena. Lakini akishapita mwanamke, au akishapita mwanamke aliyevaa nguo za nusu uchi, akishaona tu basi anasahau kila kitu, anasahau ahadi zote alizoahidiana na Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulimwengu wake wa roho kuna mzigo wa roho ya utumwa hiyo unaomsumbua, roho ya utumwa ya zinaa. Kwa hiyo kiroho pale ambapo unakuwa unaona ishara za namna hiyo, manake Mungu anakuonyesha kwamba katika maombi yako, ingia kwenye maombi, shughulikia roho ya utumwa, au roho ya kutumikishwa, au roho ya kuendeshwa kiroho. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulimwengu wa roho inakuwa haina maana nzuri. Kwa hiyo roho hiyo, ukiota ndoto ukiona umebeba mzigo, elewa kabisa kwamba kuna shida. Na ndio maana Yesu anasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na mnaoteseka na kuelemewa na mizigo, anasema mimi nitawapumzisha. Manake hiyo mizigo ndio hiyo tunayoiongelea, mizigo ya tabia. Kuna tabia uko nazo zitaki, unazichukia, na inaweza ikawa sio tabia, inaweza ikawa ni roho za magonjwa. Mwingine anasumbuliwa na magonjwa mazito. Hayo magonjwa hayasikii tiba, hayasikii kidonge, hayasikii panado, hayasikii daktari bingwa, hayasikii tiba ya aina yoyote. Sasa Yesu anapotoa wito kwamba njooni kwangu mliobeba mizigo, mnaosumbuka na mizigo, manake hiyo mizigo sio ya kwenu au sio ya kwako. Ndio maana ukisoma ile sana nasema, na siku ile mzigo wake utaondolewa mabegani mwako. Sasa anapoongelea habari ya kuondolewa mzigo mabegani mwako, manake ni kwamba Mungu anakuonyesha kwamba kuna vitu umevibeba au umebebeshwa ambavyo sio vya kwako, na anahitaji akusaidie ili uweze kunasuka katika huo mtego wa hiyo mizigo ambayo umebebeshwa. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona umepoteza, tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona unacheza na nguruwe au vitu vichafu, pale ambapo nakuta mtu amelala anaota ndoto yupo na manguruwe, anacheza nayo manguruwe, anacheza nao. Mwingine unakuta anatembea kwenye tope zito, tope limejaa, tope linamkamata, na alikuwa unakuta amevaa nguo safi, nguo nyeupe, ila yale matope yanamnasa kwenye mwili wake. Sasa ishara ya namna hiyo, pale ambapo unakuwa unaota ndoto unaona kwamba umevaa nguo safi alafu ukaona matope anakulukia, au ukaona unacheza na nguruwe, hasa hiyo ishara tunasema kwamba ni ishara ya uchafu wa kiroho. Manake maisha yako ya kiroho hayana utakatifu, maisha yako ya kiroho
hayana usafi. Pia inaweza ikawa inaashiria, tunasema ni roho ya michanganyo, maanake ni mtu ambaye kwa Mungu unakutaka na duniani pia unakotaka, na ndio maana Mungu anakuletea ndoto ya namna hiyo, kwa sababu anakupenda. Anakuambia kabisa kwamba hebu jitengeneze, kaa katika utakatifu, tubu, ungama, jitakase, uishi maisha yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo ukiota ndoto, ukiona umevaa nguo chafu, ukiona umevaa nguo safi alafu matope yakakurukia, au ukaona unacheza na nguruwe, sasa ishara za namna hiyo, maana yake Mungu anakuonyesha kwamba ni uchafu wa kiroho, uzembe wa kiroho, unajisi wa kiroho, na unahitaji uweze kuingia katika maombi ya toba, unahitaji uweze kuingia katika maombi ya rehema, ili Mungu aweze kuleta neema yake katika maisha yako. Lakini ndoto nyingine tunasema kwamba kuota ndoto kuona umechaniwa nguo, hiyo ni ishara gani hiyo? Pale ambapo unakuta mtu amelala, halafu amekuja mtu amechana nguo yake, amechana nguo yako, pengine ni sketi au suruali, kaona umevaa nguo alafu mtu anakuja anaichana. Sasa ishara ya namna hiyo, ukiota ndoto ukiona mtu amekuja amechana vazi lako ambalo umelivaa, au amechana nguo yako ambayo umeivaa, tunasema hiyo ni ishara ya kupoteza nafasi. Maana yake hapo kuna nafasi ambayo ulikopo nayo, nafasi nzuri, nafasi ya baraka na mafanikio. Hasa unapokuwa unaota ndoto umepoteza, umechaniwa, hiyo ni ishara ya kupoteza kitu kikubwa sana, na unahitaji uweze kusimama katika maombi ya toba na rehema, lakini pia kurejesha nafasi yako ambayo adui ameichukua, ambayo adui amekunyang'anya, au ambayo adui ameimiliki na kuitawala. Kwa hiyo hiyo ni ishara ambayo sio nzuri, manake nafasi yako hapo inakuwa imepotea. Lakini tunasema kwamba kuota ndoto ukiona nyoka ameingia ndani ya nyumba yako, pale ambapo nakuta mtu amelala alafu akaota anapambana na nyoka nje, anajitahidi kumuua, kumponda kichwa na ikashindikana, akachoropokea ndani, pengine chini ya uvungu, au akachoropokea kwenye vyombo, akachoropokea tunasema kwenye chumba cha watoto, kwenye nguo. Sasa ishara namna hiyo, ukiota ndoto ukiona nyoka ameingia ndani, manake hiyo sio ishara nzuri, hiyo sio ishara nzuri, na unahitaji usimame sana, uingie kwenye maombi, uvunje hizo roho ambazo adui amezituma katika maisha yako, kwa sababu sio roho nzuri, na usipozishughulikia, manake adui ameingia ndani ya nyumba yako, adui ameingia ndani ya nyumba yako, kwa sababu roho ya nyoka kisha ingia ndani, tunasema kwamba ni roho za udanganyifu zimeingia, au roho za mambo mabaya, matokeo mabaya utaanza kuona yanaikumba familia, magonjwa yanaikumba familia, mateso yanaikumba familia, ukame na ukiwa, vitu vibaya, vile vitu ambavyo vimebeba ubaya, magonjwa, umaskini, laana, roho ya kukosa fedha, utaanza kuona kabisa kwamba hapa hii namna gani, hii mambo yananiendeje haya, lakini kumbe ni kiroho. Mungu anakujuza au anakuonyesha kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Bwana anakujuza wazi kuna kitu unatakiwa uweze kukishughulikia, na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Niliyekuwa ninazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, hapo chini ya video yetu kuna maandishi yameandikwa subscribe. Ninaomba bonyeza hiyo alama ya subscribe, lakini ukihitaji msaada wa kiroho katika channel yetu hii, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Ninakutakia wakati mwema na heri ya mwaka mpya, na Mungu akubariki sana. Shalom, shalom, Maranatha. Asante sana.